ladies and gentlemen, from wherever you are watching. Leo hii niko cash crop ya Nyandarua ni waru. Nani alikuambia ni Nyandarua peke yake? My friend, waru. You don't want to believe mahali niko. Niko ndani ya Machakos County. Meaning what? This is a very viable farming idea. Na leo hii nataka nikuletee story yote ya waru farming. Irish potato. Irish potato, they call it the gold underneath. From land preparation mpaka uipakie kwa gunia yako, upewe mula kwa mkono. Kwani iko nini bwana? Kumbuka waru, potato farming in this country has continued to feed the nation as well as growing our economy. We cannot ignore waru. Sasa utaignore waru alafu ukipata new catch, utamnunulia kuku na nini? Chips itatoka wapi wewe? Join me. I'm with one of the senior agronomists from Green Life Crop Protection Africa, Bwana Brian, mwenye atakuwa anatuelezea everything, every nitty-gritty about potato farming. Magonjwa yote yanaweza vamia mmea wako wa waru mpaka tuyatibu tukitumia products kutoka Green Life Crop Protection Africa. Welcome. Ndani ya shamba, katikati ya shamba, hii ni waru. Na usikawai chezea waru because waru is gold. Unaweza pata dough vizuri sana. Kwa wale ambao wamekuwa na maswali wakiniuliza story mingi sana hapo, just comment below this video and our experts from Green Life Crop Protection Africa will be there to serve you with all the answers that you need. Kama huyu jamaa wangu leo hapa, Mr. Brian. Mambo vipi? Poa sana. Kwa fiti? Kabisa kabisa. Guza. Bwegze. Ukulima ni ya waru. Nipe tu mtaratara ya land preparation kwa ufupi. Ndio. Na maybe spacing ya from one seedling to the other. Hizo basics. Asante. Ile muhimu kabisa kwa land ni kuwa shamba yenyewe hiyo mchanga kitu ya kwanza ikiwe ni well drained. Very good. Hiyo ndio maji isiweze kusimama pale viazi yoze. Okay. Na pia viazi sababu ni kitu ina expand huko chini. Yes. Inahitaji hiyo mchanga ikiwa loose. Kwa hivyo inatakiwa mchanga ikiwa imefanywa kazi vizuri, imelegea. Usipande mahali mchanga itanyonga hiyo viazi, haita expand, hautapata ile quality tunatarajia. Very nice. Ile ingine inategemea na pahali unapanda sababu naturally kwa rain wale wanapanda kutumia mvua hawahitaji mambo mingi sana. Lakini kama hii shamba tuko, ukiangalia hapa huyu mkulima ameraise hii mchanga, imekuwa raised, ametengeneza raised bed. Hii ni around 30 cm from ground. Okay. Ni sababu anafanya irrigation. Right. Kwa hivyo mchanga ikiwa well cultivated, uweka manure. Then ile ingine tunaangalia ni spacing. Alright. Sababu mkulima huwezi amka tu uende kulima na ujue unahitaji spacing inakaaje, mbegu kiasi gani. Kwa hivyo spacing ya viazi inakuwa ni 30 to 40 centimeters. Kuanzia viazi moja kuenda ile ingine. So hiyo ikuwe 30 to 40. Alafu kuanzia row to row hiyo tunaweka na 50 to 75 centimeters. Hiyo vitu inadeterminiwa na variety. Kuna zile ubranch sana, kuna vile huko chini na spread sana. So hiyo ndio inakupea guidance. Very good. Ukulima ya viazi ni kitu ambayo wakulima wanafaa kuzamia. Okay. Wale wanahitaji kutengeneza pesa. Sababu vile umeitunza, vile umeilisha, inakupatia matokeo kulingana na hiyo. Na demand ya viazi iko. Pause hapo. Kabisa. Vile unaitunza, si eti unapanda waru alafu unaenda kwa nyumba ungoje ati sasa chips ikuje kwa. Si mmea ya msituni hii. It's not wild. Hii ni domesticated plants. Yeah. Hii mmea ukishaipanda hivi. Ndio. Tena unataka kuniambia vitu zinaanza kuivamia? Kuna wale wadudu uvamia, kuna ukipea maji ama kama ni wakati wa mvua itanawiri. Okay. Lakini kuna wale wadudu wana prefer kukula viazi. Kuna mdudu kama wakati wa mkakimea pale anakata pale chini. Kuna ugonjwa zinakuja especially wakati wa mvua, kama sasa tunaelekea msimu wa mvua. Huwa tunatarajia ugonjwa inaitwa early na late blight. Inakuwa early na late blight. Okay. Inakuwa nyingi sababu ni fungal disease. Na inakuwa the spores ziko favored na moist environment. Na ndio zina multiply na zinaweza kuattack viazi. Kwa hivyo mkulima anafaa ajue ukipanda viazi kuna ile formula ya kuzitunza. Na ukitunza vizuri kwa eka moja unaweza pata between 6 na 7 tons. Wait a minute. Pole. Hapa ndo najua wengi walikuwa wanangoja. Yeah. Mkulima yeyote anataka kujua atapata nini. Napata nini? Wacha story mingi. Yeah. Am I in this farming? Sure. Ukisema ukiitunza vizuri hii.
kwa eka moja. Umesema eka gani? Eka moja. Unaweza pata how many tons? Unapata 6 to 7 tons. 6 to 7 tons. Hizo ni 6,000 to 7,000 kilograms Oh per eka. Basically, nataka nikuachie hesabu kabla Brian aendelee. ndio. Hebu calculate hapo tu tukiendelea na hii episode. Uniambie 1 kilogram of waru kwa hiyo soko yako ni pesa ngapi? Alafu multiply pale and then Brian will be giving us hizo tips za kutunza waru. And I want us to be very specific. Sure. Tangu kakuweka dogo mpaka nikavune. Kweli. Nipeleke na mtaratara. Tangu kakue kadogo kama hivi sasa vile shamba imetengenezwa, tumeweka mbegu yetu. Kuna zile vitu tunafaa kuangazia. Kuna fertilizer huwa zinawekwa kwa mchanga ya kusaidia shoot ama sprout kwa wingi. Kuna wadudu wanaingia na kuna baridi sana. So tutaangazia mambo matatu. Tukienda na jambo ya kwanza, sisi kama Green Life Crop Protection, zile fertilizer tuko nayo ya kulea viazi ni zile tunaita foliar fertilizers. The moment mkulima amepanda viazi yake, ikichomoka tu hivi, tuanze na foliar inaitwa Optimizer. Optimizer sasa hii ni ya kutayarisha hizi shoots zimechipuka kwa mchanga, ikuwe na nguvu na welcome, ikaribishe to the environment hii ya jua ama mvua ni mingi, iweze kutolerate hizi conditions ziko above the ground, sababu imetoka huko chini kwa hapa juu. Very good. So hiyo inafanywa na Optimizer. Okay. Wakati viazi inaanza kubranch, na kama tumeelezea about production, ukiangalia hii viazi, vile unaona hizi suckers hizi, ndio inaonyesha production pale chini. So ikiwa healthy huku juu, ikibranch sana, inamaanisha kila kamoja chini ni viazi. Kwa hivyo ndio ibranch hivi. Kuna foliar inaitwa Lavender Total. So after Optimizer, wiki 2 zikiisha, tunaingia kwa foliar inajulikana kama Lavender Total, ambayo tunaweka 20 ml kwa 20 liters. Kwa pump unaweka 20 ml. Alafu unakuja una spray tu. Ikichukuliwa na matawi inapeleka mpaka kwa mizizi. Na ile formula ya Green Life ni kuwa sasa tukianza na lavender, piga viazi yako Lavender Total every 14 days. Kwa hivyo unaenda na lavender for 14 days interval mpaka ifikie ile stage ya maua. Very nice. Yes. Pause kidogo hapo. Yeah. Kufikia hapo, mtazamaji mpenzi, viazi inasikia. Viazi yako tutakuwa unaiona kwa shamba iko green, iko vizuri, imenawiri, ina enjoy kabisa. Yeah. Sasa hii tumeipea Lavender Total. Tutaweka fertilizer ya kwanza. Ya kwanza ni Optimizer. Sasa hapo ndio imekuwa vizuri, imefika hiyo stage ya flowering. Yes. Mkulima akianza kuona maua, hiyo ni dalili kuwa viazi huko chini imeanza kuweka sasa. Na hapo sasa ndio Green Life inaingililia. Very good. I think hapa tuko sawa. Hapa tuko sawa kabisa. Hii sasa ni maua ya viazi. Tumefika kwa maua. Najua watu wengi wanaonanga viazi tunachonga huko, tunaambiwa ni mizizi. Maua ni ya nini? By the way, maua. Yeah. Why do we need flowers in this tuber? Hii ni mimea. So wakati imefikia wakati wa production sasa, kuanza kuweka huko chini, mkulima akiona hii maua imeanza kukuja, huko chini pia imeanza kujenga viazi. Hizo tubers hauwezi anza uone. Hiyo inasaidia mkulima ajue hii nitalisha namna gani, sababu hautachimbua ufunike tena ukesho uchimbue. Ukiona imetoa maua, imeanza kufura zile tubers pale chini. Sasa kukua viazi. So tunatoka kwa ile foliar yetu ya Lavender Total. Tunaingia foliar nyingine inaitwa Gold Chance Flower and Fruit. Gold Chance. Sasa hiyo inasaidia hizo tubers pale chini. Unajua kuna wakulima wanapandanga na badala atoe viazi, anatoa mbegu ya viazi. Yaani kitu huwezi peleka soko. Yaani unalimia hizi vitu, and then ukienda kuchimbua hakuna kitu ya kupeleka soko. Inabidi sasa hiyo uipreserve, uifanye mbegu hiyo season inakuja. Ni sababu au kuilisha vizuri. So ikifika hapa ndio tupate ile quality tunahitaji. Tunaingia kwa Gold Chance Flower and Fruit. Hiyo iko na madini ya juu sana. Madini inaitwa potassium. Ambayo sasa inanonesha pale chini viazi kuwe ni kubwa, ikuwe ni ile quality mkulima anahitaji.
Kwa hivyo very important to note that during flowering ikianza, tuna transition from lavender toto tunaingia kwa gold chance flower and fruit. Very nice. Viazi mingi, viazi kubwa na quality. Thank you so much. Sasa kwa hiyo jani yote pia Yes. tunafaa tuangazie ile magonjwa inasumbua mkulima na wale wadudu wanasumbua mkulima. Hebu mwambie hapa, mimi nikienda kucheki. Sawa. Mwambie hapa magonjwa zote. Kwa ufupi. Kwa ufupi sana. viazi inasumbuliwa na diseases mbili. Moja ni early blight na ingine ni late blight. Hiyo huwa inashika matawi ya viazi. Ukiangazia iko hapa utaona already hii inachomeka. Hii matawi inachomeka. Sasa hii ndio tunarifaa kama blight. So ziko classified into early na late blight ambazo ni fungal diseases. Hizo disease hakuna stage ya yezi attack. Inaweza attack kakiwa kadogo kanamea, ikiwa vegetative stage, ikifikia stage ya maua. Kwa hivyo action inafaa kuchukuliwa after hiyo mimea imechipuka, imetoka kwa mchanga. Na ile action tunapatia ama ile solution tunapatia mkulima ya early na late blight kwa viazi ni dawa inajulikana kama Trinity Gold. Trinity Gold hii ni combination ya dawa tatu ambazo ni preventive, curative na eradicative. Kwa hivyo mkulima, kama ni shamba yako ya viazi, ukipiga Trinity Gold itatibu ile disease iko hapo na itazuia ingine isi attack. Na hii especially sasa tunaelekea msimu wa rain season, ule mkulima wa viazi the best choice ni Trinity Gold 50 grams kwa 20 liters. Mbona ni the best choice? Inatibu na inazuia. Na pia ndani ya Trinity Gold tuko na molecule inajulikana kama copper oxychloride ambayo ni fungicide na ni nutritional element. Copper huwa inazuia ile ugonjwa wa kuoza viazi pale chini. Kwa hivyo shamba yako kama iko na hiyo ugonjwa, tumia Trinity Gold. Na sababu ya resistance kwa diseases, hii Trinity Gold tuna alternate na dawa nyingine inajulikana kama Absolute Star ambayo ni liquid fungicide na inafanya kazi kama Trinity Gold. Inatibu na inazuia. Tukiangalia upande wa diseases, hizo ndio major. Lakini upande wa wadudu, kuna mdudu mmoja at very early stages anajulikana kama cutworm. Wakati viazi inamea pale chini karibu na soil level, viazi yako kama ndio hii, ukiangalia hapa kwa mchanga upate imekatwa na uone kitu imekata, hiyo ni mdudu anajulikana kama cutworm. Kwa hivyo kama umekuwa na hiyo shida, dawa inaitwa Profile. Unakoroga na zikishaanza kushoot unaidrench ama unapiga hapo kwa mchanga jioni. Yule mdudu mwingine anasumbua especially wakati wa kiangazi ni mdudu anajulikana kama whitefly, ambayo hiyo inanyonya maji ya viazi na inasambaza diseases. Pia ina lead to stunted growth. Unapata hiyo viazi badala ikue na rate ya kawaida, inaenda vile ya style rate iko reduced. Kwa hivyo huo mdudu tunamaliza na dawa inaitwa Billionaire. By the way, what I'm getting from you, Brian, is that the best thing to do as a farmer, always walk step by step with an agronomist. With Green Life Crop Protection, of course, our website and our pages, ama hapa kwa comments, Brian is just one of the many agronomists ambao wanaweza hata tembea kwa shamba yako for free consultation. Kitu utafanya tu ni akikwambia ni dawa, hiyo lazima unipatie kitu ndio ukuje upige. So wakati mlikuwa mnaelezewa, unajua ndo zimeanza. Hata ziko nimechimba kama skiro, nikatoa kamoja kadogo. Nitakuonyesha hizo chips baadaye. Kupiga chips sasa. Nilikuwa nataka nione tu, by the way it's my first time. Kuona potato farm. I'm not raised from area ambapo tunafanya hivyo. Sasa aka niko sure umekatoa kwa viazi ilikuwa imetoa maua. Si nimeenda kwa maua venye ulisema, nione kama unaniambia ukweli. Hapa ni ukweli kabisa. Hii vitu ni practical, ndio kameanza. So lazima ukaeke ile ulisema sasa, ile gold chance flower and fruit. Kanajenga, kanajaa. Sasa hii usipolisha na gold chance flower and fruit, katakwama hapo. Na ndio mkulima anakuja kuvuna, anaanza kulia viazi yangu nilipata mbegu baya. Lisha viazi. Wanakijiji wananiroga, najaribu hii biashara. Inakataa. Wanakijiji, sijui wanadamu wameumbwa, sio wanadamu.
ni wewe aulizi agronomist wako. Sure. Kwa hivyo tufuatilie vizuri the steps. Yes. Na viazi ni very profitable. You can just come and try it out. You never know. And then do your own market study. Hiyo nayo ni kama business person. Yeah. You have to also do some due diligence on the market, swings of potato farming in the country. Lazima ujue wakati kila mtu ameproduce ama wakati kuna uhaba. Ndio. You know how to maneuver. Na hiyo information pia tuko nayo. Kama ni seasons zinaenda aje, bei zinaenda aje. Kwa hivyo ni mkulima tu ndio akicontact. Sisi tunampatia free consultation. We don't charge hata hizo farm visits. Tunakuja shamba, tunatembea na mkulima throughout. Umeleta hapa na 4x4 drive moja hatari sana. Tuko enabled. By the way, Green Life ni one of the best companies ikikuja kwa kujali mkulima. Yes. We don't just sell. Tunataka huyu mkulima aone kilimo inamsaidia na nini. We walk the journey with you. Yes. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tuvune viazi. Ladies and gentlemen, of course, leo sitaki kukuweka sana kwa hii episode. Thank you so much, Brian, for those golden tips. Yeah. From Green Life Crop Protection Africa. And of course, hata mimi Tricky nimejifunza mambo mob sana. Lakini kama kuna kitu moja imenibamba kwa hiyo kulima kabisa, ni kitu. Ni bamba. Hey. Thank you so much for watching this episode. Hope you have learned something. Hope you are a different farmer from today henceforth. Just go do your thing pale kwa shamba, consult us, Green Life Crop Protection Africa. Then uanze ukulima, uache kukulanga stories za watu za inafanyangwa. Just try it practically. Potato farming, cash crop ya kila mahali ni waru. Haka kitu kananibamba.